Kutokea Tarime mpaka kufika Mwanza haikuwa rahisi, lakini kuna watu ambao tulikutana nao ndani ya jiji la Mwanza ambao waliweza kutupa ujasiri na kuweza kutupa matumaini ya kwamba we can do anything, chochote kinaweza kutokea na wakati wowote pia. Miongoni mwa watu ambao tulikutana nao ni my brother from another mother, anafahamika kama Nyota. Bro, habari ya uzima? Buheri kabisa, kwema. Kwema kabisa. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikikufuatilia kadhaa, lakini baada ya kufika hapa na kukuona na kusikia sauti yako nikakwambia from now on you are my Lord model. Upande wako unasemaje? Unanipa kibali? Blessing sana. Kuna mwandishi wa vitabu fulani, simkumbuki exactly ni kitabu gani, lakini alisema kwamba once siku moja labda ukapata bahati ya kuwa role model wa watu, ipokea, ibebe, usiache, tembea nayo, kwa sababu ukitembea nayo ile ni kama fuel, ni kama mafuta ambayo yanakufanya uendelee kumove. Kwa sababu just imagine kama unaniambia kwamba unakuwa role model wangu sasa hivi, alafu ukanikuta labda natumia dawa za kulevya kesho, ina maana kwamba nimekuvunja moyo wewe na watu wengine ambao wanaonitazama. Kwa hiyo nimeipokea sana, shukrani sana, na nikupe kila laheri na nikupe baraka zangu zote. Fanya chochote ambacho unachoona labda na kuinspire kufanya. Nimepokea. Tumetokea Tarime almost kilomita 260 mpaka kufika katika jiji la Mwanza, lakini ikiwa ni mara yetu ya kwanza kabisa kushiriki katika mashindano ya BSES, ikiwa ni msimu wake wa 16. Kwetu sisi ilikuwa na ugumu kiasi kwa sababu wengi ni mara ya kwanza, lakini kwa wenyewe kama wenyewe huenda katika wilaya yetu tulikuwa tukidanganyana. Tunakuja huku tumekutana na vitu vipya sana. Kwa kuta nyinyi, watu kama nyinyi ambao kidogo mnaujua mwenendo wa michuano kama hii na michakato kama hii, ikawa imetupa nguvu na ujasiri wa kushiriki. Ukipata nafasi ya kukaa na sisi kama vijana kutuambia neno, unaweza kutuambia neno gani? Kwanza ni sio mnajidanganya ama mnadanganyana, hapana, mko sahihi kabisa. Wenyewe wanasema talent is a universal language, ni lugha ambayo kila mmoja anaweza kuitafsiri kivyake. Ndio maana hapa tukizungumza kitu kinachohusiana na talanta, kipaji, inawezekana ukasema kwamba Alikiba anajua sana kuimba, lakini mtu mwingine akaja akasema Alikiba hajui kuimba, na akakupa reason zake na zikawa zina mashiko. Kwa hiyo sio mnajidanganya, mko sahihi sana, lakini kadri ambavyo tunavyozidi kupiga hatua tunazidi kujifunza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi bwana, cha kuambia ni kwamba ninyi mko vizuri sana sana, lakini tuendelee kujifunza, tuendelee kuwakamata role model. Kila mmoja akimkamata role model moja, labda sijui mwingine akamkamata Justin Bieber, mwingine akamkamata sijui Evan Marvis, mwingine akamkamata ukifanya unakuja kujipata sasa mwenyewe kwamba mimi napiga hivi sasa, hata kwenye utangazaji ni hivyo. Nasema kwamba wewe ni role model, mimi ni role model wako na utanifuatilia. Mwanzo unaweza ukawa unadondoka na midondoko, unaweza ukajua labda tonation and stuff, lakini nakuhakikishia yakipita miaka kadhaa unaanza kujipata wewe tena katika engo yako binafsi. So mko vizuri sana. Kukataliwa ama kutoendelea haina maana kwamba hamko poa. Mko vizuri sana. Ni kwamba tu universal, yani wao wanafahamu wanachokifahamu na ninyi mnafahamu mnachokifahamu. Tukikutanisha hapo tunaweza kupata jambo jingine tukaendelea mbele. Swali la kizushi, umewahi kufika katika mkoa wa Mara? Hapana, sijawahi, lakini natamani sana nifike. Wilaya ya Tarime, lakini umeshawahi kuisikia? Of course, yeah. Ni nani Tanzania ambaye haijui wilaya ya Tarime? Miongoni mwa sifa ambazo wewe ukiambiwa uizungumzie wilaya ya Tarime kwa unavyosikia, kwa sababu kufika hujawahi lakini unasikia, miongoni mwa sifa ambazo wewe umeshawahi kusikia kuhusu wilaya ya Tarime ni sifa gani? Watu wa Tarime. Kwanza mimi ninawapenda sana according to sifa zile ambazo huwa naambiwa, lakini pia kutokana na watu ambavyo ninaowaona, labda hawa watu maarufu, wanasiasa, wanavyoapia, wanavyozungumza, wanaonekana ni majasiri sana, wanaonekana wana hasira sana. Mtu mwenye hasira maana yake hataki utani, hataki ujinga, maana yake huyu mtu yuko serious. Na kama ilivyo kanuni ya ulimwengu, vya kufanya viko vingi, lakini vya msingi ndo huwa vinatufikisha. Nafikiri ndo maana asilimia kubwa sana watu wa Tarime wamejikita kwenye madini, kwenye nini, wanafanya vitu vya msingi, ndo maana wanaendelea. Nishawahi kusikia kuna mtu mmoja aliniambia kwamba sisi tuna Dar es Salaam huko ukimwona mtu ana range, mtu anavimba, lakini Tarime huko kuna mtu range anaenda nayo tu shambani. Yeveme, ni ujasiri wa hali ya juu. Kwa hiyo ninawapenda sana. Moja kati ya sifa yao hiyo, hasira, kuzingatia vitu vya msingi. Bwana hivyo, afu na vita ni vita mura. Kwenye vita ni vita mura. Mimi binafsi nichukua nafasi hii kukupa introduction kidogo kuhusiana na mkoa wa Mara. Miongoni mwa mkoa ambao umebarikiwa ni mkoa wa Mara. Ukiachilia mbali mbuga kubwa Tanzania, mbuga ya Serengeti, ukiachilia mbali vitu vyote, mkoa wa Mara
especially wilaya Tarime ni miongoni mwa wilaya ambazo zimejaliwa sana kuwa na madini, especially dhahabu. Dhahabu nyingi sana inapatikana katika wilaya Tarime. Tuna migodi mingi sana na tuna kampuni nyingi sana ambazo zinahusiana na masuala ya madini, na miongoni mwa kampuni ambazo zimetuwezesha sisi kufika hapa mahali hapa siku ya leo ikiwa ni Soya One Limited. Ukiachilia mbali hivyo, wilaya Tarime ni wakulima. Miongoni mwa mikoa ambayo inalima na imepewa baraka ya kupata mvua au ya kulima misimu miwili kwa mwaka. Unajua kuna mikoa Tanzania inalima msimu mmoja na kuna mingine inapitishaga hata msimu haijalima. Lakini Tanzania, wilaya yetu ya Tarime, mkoa wa Mara, tunalima misimu miwili kwa mwaka. Lakini kingine ni biashara. Wilaya Tarime ni sehemu nzuri kabisa na mahali sahihi pa kufanyia biashara. Kitu kingine kuhusiana na wilaya Tarime, sisi tuko mpakani mwa Kenya. Sawa, kama ambavyo ndugu zetu upande wa Arusha, basi ukiingia Tarime pia sisi tumepakana upande wa Sirari, tumepakana na majirani zetu Kenya. Kitu kingine cha kipekee, ni sehemu nzuri kabisa yenye fursa za uwekezaji. Kwa hiyo natamani siku moja ndugu yangu Nyota, katika harakati zako sema so nao nataka kwenda kuwekeza Tarime. Hapo vipi? Iko sawa sana. Umenifunua vitu vingi sana na ninaichukua kama funzo, kama somo na ninalifanyia kazi. Natamani siku moja uje ule kichuli, unywe kinywaji kimoja. Wachaga wana kitu wanaita mbege. Sasa sisi tuna kitu kimoja kinaitwa busara. Sema obosara. Nini? Obosara. Obosara. Ukishindwa sema busara. Busara. Sasa hii busara sio ile busara ambayo inaambatana na hekima. Busara hii ni kinywaji fulani ambacho sio pombe, ila ni kinywaji maarufu na kizuri sana kwa wilaya yetu ya Tarime, especially kwa kabila la Wakuria. Okay. Mkoa wa Mara una makabila takribani 120. Miongoni mwa makabila haya ni Wakuria, na Wakuria ndio kabila kubwa sana katika wilaya ya Tarime. Yeah. So karibu sana Tarime. Shukrani sana, nimekaribia. Shukrani sana. Shout nyingi sana kwa Soya One. Shout nyingi sana kwa wote ambao wamewasupport kufika hapa. Mimi bwana nimefurahi sana, nimekutana na vijana wenu na wamenifurahisha sana. Popote pale ambapo kutakuwa kuna gap, basi tutashirikiana ipasavyo ili tuweze kufika pale ambapo tutapopata. Nashukuru sana kwa time. Asante sana. Sawa.